Hi guys, and welcome to another episode of Vibe Kwa Ground. Na leo, ni Vibe Kwa Ground episode 6, and we are yet in another county. This is Kirinyaga County, and this is where we are bringing our vibe today. Na kama mnavyoona with my background, we are at Gishugu Technical and Vocational College. Na vibe huku ni kubwa. People have so many big dreams na ambitions, na wase huku wako na hope. Vibe ya huku ni hopeful na wako ready kushare hii vibe na nyinyi. So sikiza hiyo vibe. Good afternoon. I'm Simon Morioki. I'm the college president. For the visitors, you are in Gishugu TVC, the fastest growing college, I think, in Kenya right now. It started last year, August. So this year we are celebrating 1 year of existence. And we have managed to have a population of 600 plus within that 1 year. So feel much welcome, feel at home. Thank you. So hello our viewers of the Cool Vadis YouTube channel and our viewers of the Vibe Kwa Ground show. It is yet another day that we bring you another episode. This is episode 6 of Vibe Kwa Ground, and leo tumeenda another county. These days we are going across the boundaries, across from our confinement. So today we are at Gishugu Technical College, Vocational College, Vocational College, that is where we are at today, and huku leo ndo tunaleta vibe yetu, na kama mnaona tuko wengi ama tuko wengi sana. So tunataka kusikia leo vibe ya Gishugu iko aje, ndo tusikie kama iko sawa. Alafu najua huku ni kwa milima, kwa misitu, so labda sijui kama kuna kibaridi baridi ama watu wako na kibaridi baridi, we don't know, but we are going to see in this episode. So thank you so much for tuning in and welcome to yet another episode of Vibe Kwa Ground. As always, I'm your host Edna Mumbi Maina. Karibu. Aje wase. Mko poa? Leo dress code tumesema kila mtu avae venye anataka. Hiyo ndio dress code ya leo, kila mtu avae venye anataka. As long as you're comfortable, who are we? Yeah, so leo nasikia leo tumekuja kufanya Vibe Kwa Ground. Mko na vibes? Ama hamna? Haya. So tutaona. So today tunataka kuongelea purpose. Purpose and dreams. Na tunataka kujua wase wa huku Gishugu, yani ni wenye mna represent the other 600. Nisikie mko na population ya 600. Sasa ni wenye mna represent those 600. Tunataka kujua vibe yenu. Huwa mna choose, mnaona tuna choose nini kwa hii life? Do we choose money? Do we choose passion? Or do we choose dreams? Ama tuna choose zote? So hii ndio tunataka kujua leo. Na tutaanza na a very simple question. Tukiwa wadogo tulikuanga na dreams kubwa. Okay, bado si ni wadogo, point of reference. Ati si ni wazee, but tukiwa wadogo kidogo, we had very big dreams. Tulikuwa tunataka kuwa surgeons, tulikuwa tunataka kuwa madaktari, tulikuwa tunataka kuwa pilot, ama sasa maybe we're in different generations, ama hiyo ni enzi zetu. So back then we had a lot of dreams and very big dreams. Na zinaendanga zikichange. Kuna wenye wana maintain, yes, but kuna wengi wetu tu zinaendanga zikichange. So nataka kujua nyinyi mkigrow up mko mnataka kuwa nini? Na is it what you want to be currently? Good afternoon. Virginia Ngure, Vice President Gishugu TVC. When I was a kid, nilikuwa na admire venye nilikuwa naona dada akishikanisha hizo mawaya za stima. Yani like our family is a family of engineers, where my dad is an electrical engineer, and that's what I'm pursuing now. Kwa majina ni Edward ama Santos Messi. So for me, kitambo nilikuwa tunataka to be a pilot.
but sijui kulienda aje ikachange nikajipata saa hii nafanya automotive engineering. Ghafla tu sijui what happened. But niko tu mtoto ni ile tu when I grow up I want to be a pilot. Then kidogo hivyo ikachange, but after nitoke high school nilikuwa nafanya carpentry hivyo, kujenga hivyo, yani I have a skill, but after kukuja huko I came to realize that hakuna haja fanye kitu uko na skill. So unaona nikachange nika shift to mechanic. Yeah, asante. My name is Kelvin Gituro. Mimi nikiwa mtoto mdogo I wanted to be an architecture, but still by growing, remember after I did my KCPE, I went to high school, Kenyaga High School. Then nikapata huko anafanya active design. Active design is more related to architecture, so nikaona acha tu ni diff huko ndio niende nikigrow skills zangu za kuchora, because kuna venye tu nilikuwa nataka tu ni change society, the way buildings are being built, kwa tu nachora na new designs. So after saa kumaliza form 4 I finished last year, ndio nikapata kwenda shule nifanye architecture, nikajipata huku hakuna architecture, ni civil. Mimi nikachagua civil. Kwa majina ni Anthony Masharia, CS Education, sign up as cosmetology here in Gishugu TVC. So first when I was young, I started admiring my teacher, my trainer back then in primary school. Alikuwa anakuja na kagari kwa zile za hii, mwalimu anapata pesa. Pia mimi nikiweza kuwa mwalimu. Naweza kuwa na ad zangu. Kidogo tukafanya KCPE, nikaingia high school. Kidogo nikifika huko nikaona hapana, mwalimu anapatiwa task kubwa sana na sitawezana. By then nikaona niingie agriculture, nikasema atakuwa veterinary. Nikapursue my agriculture, kwenda kumaliza results zikitoka nikapata azani favor. So nikaona nirudi shule, hapana, acha nitumie option B. Option B was that my field of beauty and hairdressing expertise. So nikasema acha tu nipursue hii, na ndio maana niko huku nikipursue nikitarajia kuwa mwalimu by the end of it. So my name is Boniface Masharia. Yeah, I'm a CS Environment, Sport and Clubs in this institution. When to my brother amesema this is the best school to be in the whole country. Mimi tuongeze yangu ni country. Yes. So mimi nimekuwa na ndoto, yani I had a dream nikiwa mdogo to be a lawyer. Yeah, nikaingia pale school Jegas. Mimi nikaanza hapo no nitakuwa lawyer. Tukaendelea hivyo kiasi katoka form 4. Mimi nikaanza na attachment lakini ndio kufanya theory baadaye. So in this school nikakuja hapa join the Department of Hospitality. Me, I'm pursuing hospitality, food and beverage. Yeah, in some years to come I'll be the best. For now I'm not best, but I'll be the best chef in the country or in the countrywide. I'm Beth Wairimu Chomba. When I was young, I wanted to be a doctor. But kidogo tu nikaingia agriculture nikiwa primary school. Nikafanya kidogo, nikapata certificate, nikaenda high school, engage myself into agriculture. Then I came here and started doing agriculture. The only difference is that kitambo nikiwa mdogo nilitaka treat people, but now I'll be treating animals. Yeah. I'm Fidelis Kishobi. I'm a dancer. Mdogo nilitamani sana kuonekana kwa TV as a news anchor, something like that. But sasa ile tu maisha ya high school na kuchenga, grade haikuleta, nikasema tu sawa, and so nikakuja pursue beauty na hairdressing. Ndio one day nijipate huko kwa station, maybe na beautify huyo news anchor anaenda kupeana news. Abigail Mudhemi. Mdogo nilikuwa nataka kujoin jeshi, so nikiingia high school hiyo passion ikanifanya nitake kujoin scout.
nikaona I can make it and one day inaweza join jeshi. Even today nakuanga na hiyo passion, but nikaona like for now I'm so young, siwezi join, but in future is still I have that dream that nita join jeshi so that my dream can be fulfilled. So I'm Julius. I'm born again. So nikiwa mdogo nilikuwa nataka kuwa mwalimu. On the other side nasema the doctor. So alikuwa ananiweka mtisha ati this is a doctor. Nikakuja hapa nikaona my dream ni kama imeanguka. Kama imepotelea ya kuwa daktari na ya mwalimu kabisa. So nimepatana na mwalimu wetu ananiambia unaweza soma na ukue hadi mwalimu wa the course yenye napasu. I have another person yenye iko ndani yangu is to be a preacher, na naona zitaingiana zote mbili. Sharon Gishobi. When I was young, nilikuwa na passion ya kukuwa mwalimu, but I done my KCPE. Enyewe grade haikuwa mzuri sana, but nikasema hata kama nimeanguka KCPE naweza enda high school na nipate course mzuri, but pia high school grade haikuwa mzuri vile. So nikaona like hiyo dream yangu ya kukuwa mwalimu imetimia, nimefail. So I have to choose another course ya kupika. Nilikuwa natamani sana kukuwa a professional mpishi, nikuwe mpishi mkubwa sana. Hata kama sitakuwa mpishi naweza kuwa mwalimu. So eti hiyo dream ya kukuwa mwalimu sinanga, saa hii pia niko nayo, na najua siku moja hata kama sitakuwa mpishi nitakuwa mwalimu. My name is Raphael Tembei Kimani. When I was young, I wanted to study a law so that maybe later I can become a politician. But later on nikiendelea hivi kidogo mambo haikuwa poa. But I do feel like maybe later I can be a political or maybe a politician. What nimelove from all that we've talked about ni ati bado mko na hiyo hope. Na msiue hiyo hope. Msiue. Hivyo tu. So that should tell you hiyo dream uko nayo ishikilie. Usiue. So now that tumeongelea venye tuko tunataka kuwa kuingia jeshi, tuko tunataka kuwa walimu, tuko tunataka kuwa pastor. All these things. Sasa niwaulize saa hii. Sasa mngekuwa na do. Sasa mngekuwa na do. You know, billionaires and millionaires. Ni job gani ungekuwa unafanya? My name is Anthony Zero Pursuing Clubbing. Mimi yangu ningekuwa na pesa, mimi singekuwa hapa nikisoma. Mimi ningekuwa huko nje nikideal na project zangu. Leo zitanipea nini pesa? For me, hata ningekuwa na pesa bado ningekuwa nasoma. Ningekuwa class. Though singekuwa Geshogo Technical. Kwanza nisome kwanza, alafu at least ningeweza jenga kama mahoteli, different places, mahoteli kubwa. Juu pesa itaisha tu, na ikiisha at least nikiwa na course kwangu haitaisha. Mimi ningekuwa na pesa saa hii. There is this book I read, Poor Dad, Rich Dad. Hapo kuna rich dad anaambia mtoto wake, you have to look for money so as hiyo pesa ikufanyie kazi. So mimi kwanza naweza continue na my dream, kwanza nisome nimalizie, alafu niweke a big electronic hardware yenye nitajili watu, na bado naweza fungua salon spa na kinyozi niajili watu, then I can be offering free services to the community wenye hawajiwezi. So bado mi pesa zangu zinanifanyia kazi na bado nafanyia watu kazi. Napenda agriculture sana. Ningekuwa na pesa
ningemaliza masomo yangu, ninunue mashamba makubwa makubwa, niweke mifugo na nilime, niweke biashara. Unajua kilimo ni biashara, so naweza kuwa na biashara kubwa sana ya kilimo, na pia ningependa sana mashamba zangu ziwe training centers. So ningekuwa na pesa ya kwanza, ningesoma nipasue nikuwe mwalimu. After then, kuna watoto wako shule, they are not up to their point kwenye wanataka kuwa, kama study ya fee, exams na nini. Ningejitolea hizo pesa ziwasaidie, alafu tena niweke ya business kwenye wakitoka, kama ni business ama kiwanda, kwenye wakitoka shule wakitaka kitu kama attachment, I could be in a position to offer them attachments freely. So mimi ningekuwa na pesa, unajua watu wengi wanafanyanga so many crazy things na pesa, but no one is mad. Mtu anafanyanga kitu yenye anataka, lakini sioni kukuwa ati na pesa ati ukose kusoma. Mimi ningesoma juu, because education is well by itself. Ningekuwa tunasomea skills, how to control it, how to invest, na venye unaweza tu keep on learning na inakufanyia kazi bado, because the moment umeshindwa kucontrol pesa itakutoka tu hivyo. If I had that good net worth, sasa ningekuwa nasoma political science. The reason I'm doing a building is acting like a side hustle. Ndio sasa inatafuta pesa sahi. So nikisoma building, natafuta pesa ndio inifunze political science. I'm actually pursuing political science at Kirinyaga University right now. Nimalizie, nisome, ni graduate, nikuwe politician. Then after that, these young politicians like akina huyu kijana, I fund them, sauti zao zisikike, wajulikane, hadi nione wamefika mahali walikuwa wanataka kufika. I don't know, sijui mnaongea hivyo juu nyinyi ni students. I don't know. Juu mimi siwezi sema like ati ningekuwa na pesa, we are learning ndo tupate hizo pesa. Si ni kweli? Na already uko nazo. What else are you going for? Mi pangu singekuwa nasoma. Oh no. Sasa hiyo pesa mi ningekuwa huko nje nikiinvest. Already mi nitajirike mapema. So nirudi shule tena. Maybe use that money for my own connections, kupata chenye nataka. We are in the world of money where pesa inarudi kila mtu. Yeah. Ningekuwa na pesa, singekosa kufanya what I'm doing, maybe the course that I'm pursuing, simply because people focus on quickly finding money and chasing money, but they forget that money wanga zinaisha, but ukiwa na skills haziwezi kaisha. Mimi ningekuwa bado nasoma, pia na invest and na open many companies to give youth jobs as I concentrate on my skills. At the end of it all, ukiwa na at least knowledge ya kitu inakusaidia hata kuweza kumanage hizo do zako. Unaweza kuwa very big billionaire huku nje, but hiyo pesa inapotea tu. So mimi ningeulizwa, ningekuwa ni mimi, ningesema I would echo the voices of the majority of us. Usiache kenye unafanya hata ukiwa na do. Cause hata ile do uko nayo utaiongeza through what you're doing. Sasa our last question. Sasa upate job tumemaliza kusoma. So tumeenda hapo. So hatuko Gishugu sasa. Tuko hiyo county ingine ama country ingine. Umepata job. Ungeweza penda kupata job inalipa vizuri but huipendi, ama job unapenda but haina domo? Okay, I'm Elias Jagi, pursuing plumbing in Gishugu Technical. Mi naweza prefer hiyo kazi inalipa pesa kidogo lakini na enjoy kuliko hiyo pesa mingi na sifurahi na hiyo kazi. Maybe inaweza kuwa unatumiwa vibaya ili upate hizo pesa, lakini ukitumia hii job uko na do kidogo na unaenjoy, maisha inakuwa tu sawa hadi hakuna stress. Ningetaka kupata kazi yenye inalipa less lakini ni kazi napenda. Hakuna haja nipate kazi inalipa pesa mingi
lakini ile kazi siipendi. Kitu ya kwanza, kitu unapenda utaitilia nguvu ama utakuwa unakuwa uko ndani ya yenyewe kenye kitu unapenda hata kama ilipi sana. Evans, hapo kwa do mingi. Okay. Wengi husema eli kufanya hiyo you streak kwa hiyo job ili upate, unajua ni few hours yenye iko na pesa mingi inakuanga ya few hours. Inakuanga ya few hours. So hizo few hours na mimi nishakuwa millionaire sieli hiyo. Lakini at the day mtu aendangi far. Do you know, ukiwa na passion and effort alafu kuwe strategic from small earning unizitengeneze ikuwe a big earning. Lakini unapatanga kuna hizi zingine unapata pesa mingi lakini kitu ipendi. Wale wenye watu unawapatanga wameingia kwa drugs. Mbona anajaribu kutoa stress ya kazi na ile saladi yenye anapata juu ya kugrow, unaona anaenda chini. Mwenye ako chini ana grow na hiyo pesa kidogo akisema nataka kuearn more, so ana grow na love. So out of that small na ako passionate na anaweka effort na ako na strategies, anaenda far. So mi naweza chagua yenye na earn more. Reason behind me, like, si juu ati uipendi, si kusema ukianza kufanya hiyo kazi hautacope up nayo. Time itasonga and then uanze kuona hii job iko sawa. Juu like for me my passion imekuwa kukuwa mwanajeshi. And then nikaletwa huku nisome ICT. Sikuwa napenda ICT actually. But for now kusoma nimeona like it's a good course. So like hiyo job yenye una earn more if you have goals and if you have like unaona uko na future, you can save up money and go and start a business that you want and you uko na passion nayo. If you are cool and if you have goals and you have plans, at least you can do something with the money. Okay, mi naweza chagua yenye inalipa pesa mingi but uipendi. The reason behind is nilimaliza shule 2022, then I went to Kajiado. Nikaenda kwa kazini yangu akaniambia nataka uende uniangalilie biashara yangu. I was like kazi ya boutique na venye mimi naichukia. Kile nilikuwa ninaichukia ni tunaenda na mambo boutique. Alafu unasikia mambo venye anabagi. Aki hata unahurumia huyo msi. So nikamwambia ni sawa nitaenda. Then I went to Gong Town kwenye alikuwa na biashara yake. Nikiwa kwa biashara kulikuza huyo manze, yani like ni mama, si mzee sana but she's much older than my mom. Alikuwa anataka dress. Akaniambia mimi pesa zenye niko nazo nataka hii dress lakini sijafikisha hicho kiwango. And I really want this dress. What will I do? Yani hata ilibidi hata nichukue pesa zangu niongeze ili kuza kikuja kufanya hesabu akute pesa zake bado ziko intact. So hiyo kitu like venye tu nilienda nikisoma hiyo biashara nikakuja hata kuipenda. Wengine wamesema passion inaweza grow kwa hiyo job. Wengine wamesema mi wacha ni stick na my small amount of pay but mi napenda kenye nafanya which are all valid. Nasikia all these things tumediscuss hizi mambo zote. Sasa nataka saa hii uongeleshe ule youth anasikiza pale kwa YouTube ama hata sisi hapa wenyewe. Utamwambia aje ako na so many big dreams that anataka kuachieve. Ako na all these things and ambitions and visions zenye anataka kuachieve.
but currently state yenye yako maybe ni grade, ana feel grade haiwork, siwezi kuwa kenye nataka what I want to or what I admire to be. Maybe ni financial constraint, maybe hata people just don't believe in that person. Utaambia huyo yupaji. Naweza sema kwanza mimi nitapeana experience yangu. Time yenye nilikuja Gishugu TVC last year, kuna hii orientation ilikuwa, walimu walikuwa hapo mbele. Principal akasema watu wa electrical simameni. I was the only lady. Alafu principal ananiuliza, msichana, uko sure unataka kufanya electrical? Na niko hapa nasema yes. Alafu kitu sasa yenye ilikuwa inataka hadi like nikufe moyo, but sikukufa. Akauliza, ushaisikia kuna msichana yeyote kwa kijiji yenu amemaliza hadi diploma electrical? And then hakuna mtu alilezi mkono. I was like, guy, ni mimi peke yangu. Then I stood confidently na nikamwambia yes, I want to pursue this. So naizambia msee mwenye ako nje like, as ladies, usikufe moyo, just continue pursuing your dream. Now believe that one day Mungu atafanya kazi yake and you are going to achieve what you really want. For me, if wenye wako huko nje, mi naweza tu encourage at least mkuje tu huku Gishugu TVC na kusema tu kweli, your dreams will come true one day. Like mi kusema ukweli, I never knew nitakuja huku. Mi ni yule msee after high school nilitoka nikasema sasa ni kupiga haso huko. Kile job yenye napata mi na yani sichagui job. Sasa unaona, but after time nikakuja kurealize that sikatai job unapata, unaitiwa na mtu job unafanya hii kitu hivyo, but hii job utaishi kuitiwa lini? Kuna siku hiyo mtu atakudharau. So kuja huku pata skills at least and you'll be succeed one day too. Mi chenye naweza waambia, wewe kuwa na skills tu unajigrow wewe mwenyewe na pia country. Juu kama sasa ukikuja hapa kuna msee ameweka hardware hapo, anataka kufixiwa pipe huko, hapo unaenda unanunua hizo pipes, then kuna huyu ako na skills anaenda anakuunganishia. So this is the best school ever. Mwenye anataka kujoin, much welcome. Kelly pursuing business. Okay, kama mimi ni disability, naweza tu kuambia disabilities wakuja Gishugu Technical, kuna ni disability ya kwanza kwa hii shule, na principal akanichukua vizuri. Kuna institutions zingine hazipendi disabilities. So kama mimi niko Gishugu Technical, naweza waambia hao wengine disability wakuja
make our future here in Kisumu. Thank you. My name is Sisri Nyakio, currently pursuing human resource management. So kuna msee nilipatanga nikamwambia sikuja shule, na hiyo time bado hatukuwa wengi, na ako karibu, ako within, anaweza manage kukuja shule na bado afanye kazi yenye anafanya. Akanishow ati yeye hata kuja asome alafu tukuja yani wakuja waaso huko nje juu anaona watu wengi after wamesoma bado wanaaso huko nje. So I told her watu hubarikiwa tofauti, si ndio? Kuna mtu atamalizia hivyo amemaliza amepata job, kuna mwingine atakaa like 2 years, hata kuna mwingine atakaa like 10 years, but ukiwa na hiyo skill hakuna mtu atakunyang'anya. They can join Gishogo Technical Education College. At least they can start from summer, because I think a long journey starts with a single step. They can come start summer and then we grow that way as we choose our grades. So ile kitu nakuanga nimeweka Mungu mbele, hizo vitu zingine Mungu hufanya. So I can tell them to find someone to start as they put God before. Put God first and then everything else will follow. Pia second thing that helps ni courage, being courageous. Juu maybe uko na hiyo grade but you are afraid, uko nyumbani, you don't know where to start. Like kuwa courageous, you take a step, talk to someone, na huyo someone ajipate amekusaidia, umefanya course yako. So being courageous is the best thing. Mimi najua imenisaidia. So unaweza ambia youth huko nje, like don't be afraid kupatana na hao watu, talk to someone, mwambie I have this but I can't do it. Maybe one day itajipa. As a young person, naambia watu wengine, young people, agriculture is the best thing to do. Nimeona watu wengi sana, young people by the way, wana engage into agriculture, some wana develop, wanakuwa watu wakubwa, wanakuwa na mashamba kubwa. So just come to Gishogo or wherever you wanna go, but agriculture is the best thing to do. Mwenye anatuangalia au mwenye anatusikiza, mimi tu naweza kuambia, in this life don't ever give up, just make a step, ujijue, then uchukulia hatua kenye utafanya. Gishogo tulikuwa tunaamini kitu moja, disability is not inability. So wenye mko huko nje na mko disabled somehow, usichukulie hiyo kitu kama kizuishi cha kufanya chenye unafaa pursue in your life. Kwa wenye mnasema technical schools, it is not the best place. Here we trust it is the best place to do to help us to be the big people here outside the school. So kutoka kwa ile grade ulipata, mwenye alipata kutoka hata hiyo usiwahi dharau, ichukulie as a stepping stone, work for it and you'll become whatever you want it to be in this life. So mi kitu naweza ambia mtu mwenye ako hapo nyumbani anatuangalia ni life inakuanga na mambo mingi na watu wanakuanga na so many dreams, lakini dreams zinakujanga na vitu mingi. Juu dream kuna zingine zitahitaji kuwe na pesa ndio zifikie. Kama hakuna hiyo dream, usiruse hiyo hope. Don't give up, lakini kuwa na skill. So in everything that you do, kuna verse inatokanga kwa Ecclesiastic 9:10 inasemanga, in everything that your hearts fight to do it well, for there is no work, no wisdom or thought in the grave where you are going. My message to the youth is very easy, very simple. Giving up is the last option to failure, and failure is the first step to suffering. So every dream is valid, and as long as you are breathing, kenye unataka kukua utakuwa.
Kuna huyu msee alikuwa anaitwa Bob Marley. Kuna kitu alisema, akasema kuzaliwa ukiwa maskini na kuzaliwa kwa familia maskini si kupenda kwako, lakini kukufa ukiwa maskini, hiyo ni personal decision. Sawa. So to the youths, ofisi zimekuwa chache, so kugoja hiyo kazi ya ofisi, the white collar job, it might be tricky, lakini hii skill unakuja unapata hapa TVC, hiyo ni kitu utakaa nayo, uishi nayo, ukufe nayo na ufufuke nayo. So mtu asiwe kudharau ati TVC ni shule ya watu walioshindwa KCSE. Hapana, kuna wenye wako huku na walikuwa na grade mzuri, bado hizi technical courses zimeproduce watu wakubwa kama Sakaja. So nirudie tena, giving up is the last option to failure. My name is Kelvin Siria Kahindi. Ningependa kuambia my fellow youth mwenye ako home, hata wenye tuko hapa, kuna kitu kwa kila siku inanijenganga nikiamka. Wana imagine kama Mungu ameweza kuwa architecture mwingine mzuri, juu kila siku nikiamka naikaga mkono yangu juu hivi, na imagine mkono iko na vidole 5, na hizi vidole 5 zitoshani, lakini siku yenye utakuja kulako moja utafeel mbona hii moja iko hapa, utafeel hiyo emptiness. So life iko hivyo tu. So na sote tunaweza kuwa tumefika form 4 ama class 8, but huku nje dunia iko tofauti. Ni kujikubali tu kwenye huko, na kwenye huko so long as utapata skill ya kufanya uweze kuwa stable. Usicompare na msemo mwenye alikuwa uko naye class. Yule mwenye ukiangalia alikuwa mko naye class moja mnasoma, maybe ilikuwa hata unamshinda hata mao mkiwa class. Na sasa ukigeuka kimwangalia amekuwa engineer mwenye alikuwa anataka, amekuwa doctor mwenye anataka. Na wewe labda school fees ama financial status, hizo ndio zimekuweza kufanya mpaka uje ku manage. Usiweke wasiwasi, wewe jikubali tu kwenye huko, then jitume. Juu naambiwaga usiangalia duration ya kuwa successful. Sasa kuna msee anaweza kutoka form 4 akajoin uni akaweza ku go through, na kuna yule msee mwingine unamaliza form 4 una hustle kitambo, maisha ikukubali upate do kuja uingie class ama uingie shule upate skill, time imeenda. So never compare yourself to anyone, jikubali tu kwenye huko. By the name Victor Munene, the CS Sport and Entertainment, doing electrical engineering. Mine is to encourage the youths when you hapo nje by the book of Ecclesiastic verse chapter 9 12 to 13 inasema, young people, enjoy your youth, be happy while you are still young, do not let anything worry you or cause you pain, because you aren't going to be young for a long time. Hiyo inasema si wa youth tuko hapo nje, this is our prime, ndio prime yetu, tujitume kipenye tunaweza, so that tukifika huko that is tuko na wakidi, tuko tunatafuta pesa tuweke. Sawa. Thank you so much for having this discussion with us here on this channel Vibe Code Round. Vibe yenu iko top notch, to our young people out there, to those that really feel like they don't need school, they don't need education, they do not need all these skills. Gishugu Technical is a place or somewhere that tells you, these students here from Gishugu Technical, wamewaambia that you need that skill. Yeah, so thank you so much to you, my audience here at Gishugu Technical. You've been a great audience, you've been an awesome company, and I hope you as a young person out there, you've gotten something from this whole discussion, and you've gotten a little bit of energy to continue doing that which you want to do, that which you want to pursue in life. Yes, that marks the end of our episode 6 of Vibe Code Growl here at Gishugu Technical and Vocational College. Yeah, and to you out there, please make sure you watch this video, share to as many people as possible, subscribe and like to our channel so that we can get to more people, so that they can get to view this channel and so that they can get to have hope. My name is Edna Mumbi Maina, the host of this show, and we're here at and this is